إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا ربكم واعلموا أن الحج عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، فإذا انقضى الحج فما بعد الحج. ndugu katika imani, ninahusia juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika yale aliyoamrisha, kadhalika kukomeka na yale aliyokataza, kwani kuna kufaulu kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuna kupata janna kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lilmuttaqina mafaza. Wa'lamu, natambueni hakika ibada ya hija ni ibada kubwa sana miongoni mwa ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna malipo ya hija isipokuwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwalipa ndugu zetu wanaokwenda hija malipo ya pepo wao pamoja na sisi. Lakini vile vile hija ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, swali ambalo kila Muislamu anatakiwa kujiuliza ni swali hili hapa: madha baada al-hajj? Kipi kinafuata baada ya hija, au kufanya kitu gani baada ya hija? Maana watu wasienda kuhiji, lakini pia wale ambao hawajaenda kuhiji wamefunga Arafa, wakategemea malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaofuata. Sasa kitu gani ambacho tufanye ili kupata malipo hayo? Hili ni swali ambalo kila Muislamu anatakiwa kujiuliza. Qala al-allamah Ibn Uthaymeen rahimahullah: al-a'malu la tantahi biintihai mawasimiha, wa innama tantahi al-a'malu biintihai ajal. Amesema mwanachuoni Ibn Uthaymeen rahimahullah, matendo ya waja hayasimami kwa kumalizika mawasimul khair, bimaana imemaliza Ramadhani watu waache kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, au imemaliza Dhulhijja watu wasimwabudu tena Allah subhanahu wa ta'ala, au ndio imeondoka Arafa watu wasimwabudu tena Allah subhanahu wa ta'ala, au yameondoka ile mawasimul khair kwa watu wasimwabudu tena Allah subhanahu wa ta'ala, wasimame wasimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. La wallah, hakuna jambo hilo katika Uislamu. Wa innama tantahi al-a'malu biintihai ajal, matendo ya mja husimama kwa ajal. Ajal ni kifo. Mwanadamu anapokufa ndio matendo yake husimama, biashara yake ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala imekatika, kwa sababu ameshaondoka katika ulimwengu wa dunia. Ibadallah, almuslimu alladhi yu'minu billah la yatruku al-ibada. Muislamu ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anaamini siku ya mwisho hawezi kuacha ibada mpaka kufa kwake. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikieni uyakini. Al-yaqinu huna huwa al-maut. Yakini katika hii inamaanisha kuwa ni mauti, bimaana mja anapokufa ndio mwisho wake kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hakuna likizo kwamba mimi nishapita miaka 60 au 55 na staafu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna jambo hilo katika Uislamu. Muislamu kana man kana, wote atakapokuwa, iwe anaumwa, iwe atakatwa mguu, kalazwa kitandani, anatakiwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kila siku.
bali kila umri unapoenda ndio unatakiwa kuzidisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zako, swala zako, vichinjo vyako, uhai wako wote mpaka kufa kwako unatakiwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha Rasul sallallahu alayhi wasallam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Sema ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika swala zangu, vichinjo vyangu, uhai wangu na kufa kwangu yote hivyo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mlezi wa viumbe wote. Hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Ibada zote tunatakiwa kumwelekezea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ayuha almuslimun, usikum, ninahusia bilmudawamati ala al-a'mali as-salihah, kudumu katika matendo mema, wa in kallat, hata kama matendo mema ni machache. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, kutoka kwa mama wa muumini Aisha radhiyallahu anha, قالت, amesema, suila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu a'malu ahabbu ila Allah, ni matendo yapi yanapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala? Qala Rasulullah, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, adwamuha wa in kalla, ni yale machache yanayodumu. Hata kama yatakuwa machache lakini ni kudumu, ndo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda. Mja ambaye anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye analazimiana na ibada hata kama ni chache, lakini anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Waqala Rasulullah, na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, iklafu min a'mali ma tuqul, jilazimisheni kufanya katika matendo yale ambayo mnaweza kuyamudu. Bimaana ushafanya yale faradhi, ushafanya katika zile nguzo za Kiislamu mpaka kwenda hija, basi jambo linalofuata unatakiwa kujilazimisha katika yale ambayo unayamudu. Ujilazimishe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ujilazimishe kama unaweza kuswali zuha uswali, kama unaweza kuswali usiku uswali, kama unaweza kuswali sunna uswali. Pia vile kama unaweza kufunga sunna Jumatatu Alhamisi funga, kama unafunga siku moja unaacha pia fanya, lakini ufanye hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وكفى ونصره وكفى عباد الله. لا يكفي المسلم أن يقول آمنت بالله، بل عليه أن يستقيم على طاعته ويثبت عليه حتى يلقى ربه. Haitoshi kwa Muislamu kusema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, bali kusema kwake huko anatakiwa awe na yakini, lakini pia athibiti, awe na msimamo kwa kile anachokisema kwa nimemwamini Allah. Isiwe ni maneno tu, iwe nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo, katika siri na dhahiri. Iwe unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, si unamwogopa Allah kwa watu tu, hata katika siri umwogope Allah subhanahu wa ta'ala. وعن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال رسول الله: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. kutoka kwa sahaba Sufyan radhiyallahu anhu amesema, qultu, nilisema au nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul li fi islam qawla, niambie wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam kauli ambayo la as'alu anhu ahadan ghayrak, kauli ambayo sitamuuliza mtu mwingine yote isipokuwa wewe Rasul sallallahu alayhi wasallam. Faqala Rasulullah,
Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul, sema wewe, amantu billah, nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo, bimaana usimamie hicho alichokisema. Si kusema tu kama nimemwamini Allah. Kam minan nas, wangapi katika watu wanasema kuwa mimi nimemwamini Allah, mimi ninaamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayeabudiwa peke yake, lakini wanaenda kumshirikisha, wanaenda kumwabudu pamoja na sifa Allah subhanahu wa ta'ala. Huko si kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni kuamini, lakini kusimamia hoja ya kile ulichokisema, bimaana kuwa na simamo wa kuwa nimemwamini katika kufuata maamrisho yake na kukomeka na makatazo yake. Ibadallah, athabat, mwanadamu anatakiwa kuomba thabati katika hii dunia, kwa sababu mwanadamu hana uwezo wa kusema yeye awe mwema au awe muovu. Kitu gani kitakusababisha wewe upate thabati kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna jambo lolote lile isipokuwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha dua ya thabati. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anakithirisha thabati, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabati katika hii dunia na katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Seuze mimi na wewe ni nani atasimuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukusababu? Wewe huna ujanja wa kusema kwa wewe mwema au muovu. Wewe kubadilisha nyoyo za watu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na amelithibitisha hilo Rasul sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo amepokea Imam Tirmidhi akasahihisha Sheikh Al-Allama Al-Albani rahimahullah. Amesema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anakithirisha sana kusoma dua ya thabati. Amesema Malik radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, ilikuwa anakithirisha kusema ya muqallibal qulub, mwenye kubadilisha nyoyo, mwenye kuzigeuza nyoyo, thabbit qalbi ala dinik, ithibitishe nyoyo yangu juu ya dini yako. Bimaana anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabati katika kumtii yeye. Fakultu, nikasema, Anas anasema, nikasema ya nabii Allah, ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, amanna bik, tumekuamini wewe, walima jita bih, na yale unakuja nayo yote tumeamini. Fahal tahafu alaina, je, unatuhofia sisi hali ya kuwa tumekuamini na kile ulichokuja nacho tumekiamini, ya kwamba tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tufuate maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na tukomeke na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, bado na hofu na sisi? Qala Rasulullah, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, ndio, innal quluba baina usbu'ain min asabi'illah, hakika ya nyoyo zipo katika vidole vya Allah, miongoni mwa vidole vya Allah viwili, anazisani, anazibadilisha anapotaka yeye. Na ndio maana Rasul sallallahu alaihi wasallam akana hofu na maswahaba wake. Watu wanatakiwa kukisirisha dua hii, kwa sababu wewe huna ujanja wa kusema mimi ni mwema, na wala usimcheke mwenzako kwa kuwa ni muovu, bali muombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye hana ujanja wa kusema yeye mwema au muovu. Muombe dua, lakini pia naomba dua ya thabati, ufe katika Uislamu, lakini pia ufe katika Uislamu na Sunna, usiwe mtu wa kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslim, inna alquluba sari'atu at-taqallubi, hakika nyoyo hubadilika hapo
ghafla au kwa haraka. Fakam min mustaqim zai wa kam min salih fajara wa kam min muhtadi dhal. Wangapi walisimama imara halafu wakayumba. Leo tunasikia vigogo wangapi walikuwa wanatetea sunna, watu wangapi waliacha sunna, watu wangapi walikuwa ni Waislamu barikadi. Hana ujanja, mwenye kusikitisha nyoyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anajitanifu anapotaka yeye atachagua wewe muovu au wewe mwema. Sasa ili uwe mwema unatakiwa kukisirisha dua hii, fala najata illa bi tawfiqillah. Hakuna wokovu isipokuwa kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba sabati kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faakthiru min du'a, kisirisheni dua hii, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, tuthibitishie nyoyo zetu katika dini yako Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe huna ujanja ndugu yangu, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqa ar-rasul, amesadikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema mola wenu mlezi niombeni nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hajawala wanafanya kitu katika kuniomba mimi ibada yangu ya dua, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia motoni aliyokuwa ni madhali. Ili kuonesha utukufu wa kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una majambo yako, una mambo hayaendi sawa, unaona watu hawakufanyii wema, muombe Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mwema wewe kwanza ili watu wakufanyie wema. Muombe sabati Allah subhanahu wa ta'ala, muombe dua akufikishe katika Uislamu na ufe katika Uislamu. وبهذه والله أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله.